Fikiria unatembea msituni na kukutana na kiumbe mdogo ambaye hana meno makali wala kucha ndefu, lakini ana uwezo wa kukupiga kwa bomu la moto lenye joto la nyuzi 100 za Celsius. Huyu si mhusika wa filamu za kusisimua, bali ni Bombardier Beetle, mende mlipuaji. Mdudu huyu amebobea katika sayansi ya kemia kuliko kiumbe mwingine yeyote duniani, akiwa ni mwanajeshi wa asili anayetembea na maabara ya kemia ndani ya tumbo lake. Muundo wa mwili wa Bombardier Beetle ni maajabu ya uhandisi wa kibiolojia. Ndani ya tumbo lake ana mfumo tata wa vyumba viwili ambapo kemikali za hydroquinone na hydrogen peroxide hukaa zikiwa baridi na tulivu. Siri yake kubwa iko kwenye valve maalum inayozuia kemikali hizo zisichanganyike hadi pale anapohitaji kushambulia. Anapohisi hatari, valvu hiyo hufunguka na kuruhusu kemikali hizo kuingia kwenye chumba cha mlipuko chenye kuta nene zinazostahimili joto kali. Anapofyatua mlipuko huo, mchanganyiko huo hugeuka kuwa mvuke wa moto unaorushwa nje kupitia bomba lililoko sehemu yake ya nyuma. Cha kustaajabisha ni uwezo wake wa kuelekeza bomba hilo kwa pembe ya hadi nyuzi 270, akifanya kazi kama sniper shupavu anayeweza kumpiga adui aliye mbele, nyuma au pembeni bila hata kugeuza mwili wake. Huu ni usahihi wa hali ya juu ambao unawashinda hata wanyama wakubwa wa mwituni. Katika uwanja wa mapambano, yeye ni hodari wa mbinu ya ulinzi wa haraka. Anafyatua milipuko hiyo kwa mfululizo wa mapigo madogo madogo hadi mara 500 kwa sekunde moja, kasi ambayo ni sawa na bunduki ya kisasa ya machine gun. Mbinu hii ya mapigo ya haraka inamsaidia kutoangua mwili wake mwenyewe, huku ikitoa shinikizo kubwa la kutosha kumfanya adui yeyote arudi nyuma kwa maumivu. Hata ikitokea akimezwa na chura, Bombardier Beetle hakati tamaa. Akiwa ndani ya giza la tumbo la adui yake, anafyatua bomu lake la kemikali linalosababisha muwasho na kichefuchefu kikali, jambo linalomlazimu chura kumtapika haraka sana ili kuokoa maisha yake. Bombardier Beetle ni ishara ya ujasiri na akili, ni kiumbe mdogo mwenye mamlaka makubwa, anayelinda himaya yake kwa kutumia sayansi na ujasiri usio na kifani.